Mwajuma. We Mwajuma. Kina kiburi hiki. We Mwajuma, mimi sinakuita. Yaani muda wote mimi naita upo ndani umelala, si ndio? Nimepumzika tu mama. Hii habari ya kulala huko ndani mimi ngoja niikomeshe. Iko hivi. Kuanzia leo utaanza kufanya kazi. Mimi nimekutafutia kazi ya kufanya. Kazi gani hiyo mama? Swali zuri. Wala hata usipate shida kwa sababu kazi yenyewe sio nyepesi wala sio nzito. Na uzuri wake hiyo kazi utaifanyia hapa hapa ndani. Wateja watafuta hapa hapa. Sasa mama, nitafanya kazi gani hiyo na unajua kabisa mimi sijasoma? Hivi unadhani mimi ni pungwani sina akili? Nikutafutie kazi ambayo haiendani na elimu yako? Najua kiwango chako vizuri na najua kwenye hiyo sekta ambayo mimi nakupa hiyo kazi unaiweza kiufasaha. Najua kiwango chako cha uchezaji. Sawa mama, kwa uzuri tulia, wateja watakufuata hapa nyumbani. Sasa kazi gani hiyo mama? Kazi gani hiyo mimi nitafanya? Sawa bana, basi sawa mama. Wewe utake usitake utafanya kazi. Utaki kufanya kazi nyumbani kwangu silali na vilaza. Kwa hiyo shangazi, mimi ndo nimekuja hapa. Yaani wewe amini nimetoka mbali. Kutoka Vikindu mpaka hapa Kinzudi. Nimetumia usafiri mwingi sana, lakini nikaona niheshimu wito wako. Lakini na swali moja, je, ile mali iko safi au ndo ile mradi? Baba, mali ni safi na mali imeshaiva. Yaani kama nyanya ishatoka shambani, sasa ni kuikatakata kuungia. Wewe tu baba. Kwa unataka kuniambia hakuna hata mtu mmoja aliyekusa hiyo? Hakuna. Hajaguswa, mtoto mbichi. Wache. Hajaguswa kabisa, ndio maana nikataka wewe uwe wa kwanza kugusa. Si unaelewa baba? Ni kiasi gani ambacho mimi nakukubali. Afu mimi ni kama mganga. Si unajua waganga ukweli, anakupa tiba unakuja kulipia baadaye. Sio waongo wale waongo wanatanguliza hela mbele. Kwa mimi sasa hivi ni mganga wako. Kapate tiba uje utoe mafao. Sasa shangazi, vipi utamu wake, ni halua au ni tende? Yaani unaniuliza utamu wa mtoto wangu mimi? Utamu? Mimi utamu unaujuaje utamu wake mimi? Unanidharau? Basi shangazi, usikasirike, usiko gaidi bure. Mambo yasiwe mengi shangazi. Mimi nimekuja hapa kwa lengo la kuburudika. Sio kwa lengo la kuamsha vita na kujua muziki wako. Mtaa mzima anakufahamu. Kupiga migambo watatu mtu mmoja sio mchezo, afu mwanamke. Asa sikia. Agiza soda hapo, mimi nakuja kulipa nikitoka ndani. Huyu. Mimi tena utamu tena. Sikiliza nikwambie we kaka. Yaani hii kazi ninavyoifanya sio kwamba ninapenda. Ninafanya tu kwa sababu ya kumridhisha mama yangu. Imagine wewe ungekuwa una mtoto wa kike anafanyiwa hivi, ungejisikiaje? Hata vile ninavyolia sio kwamba nina furaha, nina uchungu sana moyoni. Sasa wewe unanilalamikia mimi. Mimi ni mzazi wako. Mimi natafuta pesa yangu kwa ajili ya kutumia. Na watu kama nyinyi sisi ndio tunawahitaji. Mimi siwezi kukuonea huruma yoyote. Mimi natumia pesa yangu. Sawa? Natafuta kwa jasho na lazima niitumie. Sawa kaka. Nashukuru sana kwa maneno yako unayonitamkia leo. Lakini siku likija kutokea kama la kwangu, ndio utajua uchungu. Lakini usije ukajutia. Asante sana. Baada mnalalamikia mzazi wako na nilalamikia mimi. Wanakwambia siku zote asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na ulimwengu. Mimi natumia pesa yangu, unaniambia mimi neno kama hiyo? Mimi itanisaidia nini sasa?
Wewe vipi wewe? Kija na kandamiza tena. Unaona filmu itakuonea huruma? Mimi sioni huruma. Wewe Nimekuita hapa, nina jambo nahitaji kukuambia. Yaani pale nyumbani sasa hivi imefika hatua mbaya sana. Imefika hatua mama ananiuza, ananifanya kama bidhaa. Sijakuelewa. Hebu nyosha vizuri nikuelewe vizuri. Imefika hatua mama ananiletea kila aina ya mwanaume pale nyumbani. Sasa mimi kulala na kila mwanaume, leo nalala na huyu, kesho nalala na huyu, sitaweza. Siipendi hiyo tabia. Ndio maana nimekuita hapa unishauri kwamba nifanye nini. Ili jambo linaniumiza sana ndani ya moyo wangu. Cha kwanza, pole sana kwa changamoto ulizopitia. Pole sana. La pili, kumbuka kwamba moyo wenye chuki na maumivu ndio moyo huo wenye amani na uvumilivu. Kuna wakati wazazi wanapotea kutokana na ugumu wa maisha. Na huu ugumu tunafanya wazazi waingie kwenye masuala mazito hata kwa uza wasichana wao. Lakini si wao. Ni kuchanganyikiwa kimaisha. Lakini kuchanganyikiwa kwa kimaisha hakufanyi wewe kuharibu hatima ya maisha yako. Kwa kuwa hata wewe una malengo yako. Una mambo yako ambayo yatakufanya wewe ufanikiwe katika maisha yako. Mimi nitakusaidia. Nitakuchukua ukaishi kule na mke wangu. Nadhani ndio umenielewa. Ila naendapo mama yako atakufuatilia kwa lengo la kufanya kazi ile ile, basi hatua nitachukua dhidi yake. Aidha kupeleka kesi hii polisi au kupeleka ngazi za juu zaidi. Cha kufanya, kakusanya vilago vyako. Kwa hiyo shangazi, mimi nimekuja hapa najua kila kitu kipo fresh, kwa hiyo nikabidhi tu Mwanamwali niondoke naye. Baba wewe kuwa na amani. Yaani usijali. Yaani ulikuwa unasubiriwa wewe tu. Yuko tayari anakusubiri wewe baba. Mimi ndo maana nakukubali. Na ndo maana nikakria mali mapema kabisa. Yaani hapo limeisha. Ngoja nikamchukue baba. Yaani siamini kama anachukua goma leo. Mimi sasa hivi ni mume wa mtu. Kwanza nikimchukua tu picha inaanza. Wiki moja tu mimba, wiki ya pili anazaa. Oh, sio Baba. Shangazi. Yaani vitu vimeharibika baba. Mayai au nini? Vipi tena? Mayai vitu huwa anaharibika siku zote. Ametoroka. Shangazi. Kivipi yani? Mimi sijui hata imekuwaje mpaka ametoroka. Na kila kitu nilikuwa nimekiseti vizuri babangu. Hivi kwa mfano kama wewe ungekuwa ni mimi, umetoa mahali kabisa, afu unasema Mwanamwali ametoroka, unajisikiaje? Kweli ningejisikia vibaya, lakini kwa sababu ndio imetokea hakuna namna. Sasa sikiza shangazi, nikwambie kitu kimoja. Mchezo unanichezea. Huwezi kufanya hivyo. Baba, sasa kwa nini kuchezea michezo? Mimi nakwambia ukweli. Na hela yote ametoroka nayo. Ingekuwepo hela ningekurudishia. Ametoroka nayo baba. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi oga sirumiwaji. Kwa taarifa yako CV yangu mimi nimesha kumbaka mganga. Aliniagulia nikapona, sikupona. Nikaenda nikambaka mganga, nikabaka mpaka majini. Hela yangu unarudisha wewe. Baba, uko wapi? Baba, uko wapi? Utaniambia. Ndani.